Je, umewahi kujiuliza kuwa Biblia iliandikwa na nani? Au unajua Biblia iliandikwa na nani? Basi huu ndio ukweli. Biblia ni kitabu kinachosomwa zaidi duniani, kimebadilisha maisha ya mamilioni ya watu. Kimehubiriwa kwenye makanisa, kimefundishwa shuleni na kimekuwa mwanga wa wengi wanaotafuta ukweli wa kiroho. Lakini swali kubwa bado linabaki. Nani hasa aliandika Biblia? Je, Mungu aliishusha moja kwa moja kutoka mbinguni au iliandikwa na mtu mmoja mwenye hekima kubwa? Au ni mkusanyiko wa hadithi tu za zamani? Leo tunafungua pazia na kuona historia ya kweli ya Biblia. Sehemu ya kwanza, Biblia si kitabu kimoja. Kitu cha kwanza watu wengi hawajui ni kwamba Biblia si kitabu kimoja tu, ni maktaba ya vitabu. Biblia ina vitabu 66 vilivyoandikwa na waandishi zaidi ya 40 tofauti. Waandishi hao waliishi nyakati tofauti, wengine hawakuwahi hata kukutana. Waliandika katika kipindi cha zaidi ya miaka 1000. Baadhi yao walikuwa wachungaji wa kondoo, wafalme, wavuvi, madaktari, waandishi wa historia na hata mtoza ushuru. Hii inaonyesha Biblia haikuandikwa na mtu mmoja bali na watu wengi, lakini ujumbe wake unabaki mmoja. Sehemu ya pili, mwanzo wa maandiko, Musa. Watu wengi wa imani wanaamini maandiko ya kwanza yaliandikwa na Nabii Musa. Inasemekana aliandika vitabu 5 vya mwanzo, yaani Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Hivi huitwa Torati. Musa hakuandika tu sheria, aliandika pia historia ya mwanzo wa ulimwengu, safari ya wana wa Israeli na maagizo ya Mungu kwa watu wake. Hapa ndipo msingi wa Biblia ulipoanza kuwekwa. Sehemu ya tatu, wafalme, manabii na waandishi wengine. Maandiko yaliendelea kuongezeka. Mfalme Daudi aliandika zaburi nyingi, nyimbo za maombi, sifa na toba. Mwanawake Suleimani aliyekuwa maarufu kwa hekima alihusishwa na Mithali, Mhubiri na Wimbo Ulio Bora, vitabu vya hekima na maisha. Kisha wakaja manabii Isaya, Yeremia, Ezekieli na wengine. Hao waliandika ujumbe wa honyo, tumaini na unabii kwa watu wao. Walionya juu ya dhambi, walitabiri mambo yajayo na walihimiza watu warudi kwa Mungu. Maandishi yao yaliwekwa pamoja taratibu, kizazi baada ya kizazi. Sehemu ya 4, Agano Jipya, simulizi la Yesu na kanisa la kwanza. Miaka mingi baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, sehemu mpya ya Biblia iliandikwa, Agano Jipya. Hapa tunapata Injili 4. Mathayo aliandika akionyesha Yesu kama mfalme. Marko aliandika kwa mtindo wa haraka akionyesha matendo ya Yesu. Luka aliyekuwa daktari aliandika kwa utafiti na mpangilio mzuri. Yohana aliandika akisisitiza upendo na uungu wa Yesu. Baada ya hapo, Mtume Paulo aliandika barua nyingi kwa makanisa mbalimbali akifundisha imani, maadili na maisha ya Kikristo. Na mwisho, kitabu cha Ufunuo kiliandikwa kielezea maono ya mambo yajayo. Sehemu ya 5, Biblia ilikusanywaje kuwa kitabu kimoja? Sasa swali linakuja, kama kulikuwa na vitabu vingi, nani alivikusanya? Kwa karne nyingi, maandiko haya yalikuwa yakisambazwa kwa vitabu tofauti. Viongozi wa kanisa la kwanza walichunguza maandiko haya kwa makini. Walizingatia, je, maandiko haya yanafundisha ukweli ule ule? Je, yaliandikwa na watu waliokuwa mashahidi wa kweli? Na je, yalitumiwa na makanisa mengi tangu mwanzo? Taratibu vitabu vilikubaliwa na kukusanywa, na ndipo Biblia tunayojua leo ikaundwa. Haikutokea siku moja, ilikuwa mchakato wa muda mrefu wa historia. Sehemu ya 6, Wakristo wanaamini nini kuhusu uandishi wa Biblia? Ingawa Biblia iliandikwa na wanadamu, Wakristo wengi wanaamini kuwa waliandika kwa uvuvio wa Mungu. Hii ina maana Mungu hakushusha kitabu tayari kimeandikwa, bali aliwaongoza watu kuandika ujumbe wake kwa lugha na mazingira yao. Ndio maana Biblia ina mitindo tofauti ya uandishi, yaani historia, mashairi, sheria, barua, unabii na simulizi, lakini ujumbe mkuu unabaki mmoja, uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo Biblia iliandikwa na nani? Jibu la kweli ni hili: Biblia iliandikwa na watu wengi tofauti katika nyakati tofauti, lakini Wakristo wanaamini waliandikwa chini ya mwongozo wa Mungu. Si hadithi ya mtu mmoja, ni safari ya historia, imani na ufunuo uliodumu kwa karne nyingi. Na labda swali muhimu zaidi si nani aliandika Biblia, bali
Je, ujumbe wake una maana gani kwa maisha ya leo? Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kulike video, subscribe channel yetu na ucomment. Mimi ni Joel Palanjo, endelea kuwa nami kwa simulizi zaidi.